katika ile Matendo ya Mitume 2:17 itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wangu wote roho yangu. Wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, na wazee wenu pia wataota ndoto. Hizi ni kazi ambazo Roho Mtakatifu anazifanya katika siku za mwisho, pamoja na ishara na miujiza. Lakini bado anaendelea kusema, wapenzi, msiziamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetoka na Mungu, na kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Na Mathayo 24:24 anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Bwana Yesu asifiwe. Na anaendelea kusema katika Luka 4:1 na hata ule mstari wa 2, na Yesu amejaa Roho Mtakatifu. Wapendwa, si nyuma Yesu mwenye Biblia. Haleluya. Huyu Yesu amejaa Roho Mtakatifu, amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani kule alipokuwa amekwenda kubatizwa, na akaongozwa, amejaa Roho, akaongozwa na Roho. Yesu asifiwe. Unajua kuna tofauti ya kujaa Roho na kuongozwa na Roho. Kama wewe ni mlokole utanielewa. Kujaa na Roho hakujakamilisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Yesu asifiwe. Wako watu wengi wamejaa Roho lakini hawaongozwi na Roho. Na Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Biblia inasema wale waliojazwa Roho. Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa, Biblia inasema wanaoongozwa, kwa sababu kuna watu wengi leo wamejazwa Roho Mtakatifu lakini hawataki kuongozwa na huyo Roho Mtakatifu. Wanatembea kwa akili zao, maarifa yao, elimu zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu hali amejazwa Roho, anaongozwa na Roho. Tena muda wa siku 40 akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Amejaa Roho. Haleluya. Anaongozwa na Roho. Amefunga hali mchana wala usiku siku 40. Lakini shetani yuko hapo. Shetani yuko hapo anamjaribu. Yesu asifiwe. Na ndio maana nasema kwamba kujazwa na Roho, kuongozwa na Roho, kufunga kwako na kuomba kwako, kusitudanganya kwamba kila unachokiota ni cha Mungu. Kila unachoonyeshwa ni cha Mungu. Kila unachonena ni cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kujazwa kwako Roho Mtakatifu, katika kuongozwa kwako na Roho Mtakatifu, tena huyo Roho anaweza kukuongoza uende ukajaribiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hujawahi kwenda sehemu ukasema, kwa Mungu alikuwa wapi? Mpaka nimekuja huku, nimeona naona huku pazito sana huku. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajiuliza basi, hivi sikuondokana ng'ombe mimi? Huku nimekujaje? Wanaocheka wananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna eneo unaenda mpaka unajiuliza, hivi nimemwacha ng'ombe nyumbani au ndani? Bwana Yesu. Yaani kuna wakati unafika sehemu mpaka una test hivi na Roho Mtakatifu. Haja hata mtu kwanza mwenye mapepo vijana kupigia kwa zile pepo. Sasa Roho Mtakatifu yuko. Roho Mtakatifu wa mapepo tu. Roho Mtakatifu wakati mwingine anakupeleka sehemu ili ujaribiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na anakuacha hapo ujaribiwe, sio angalia baada ya majaribu. Biblia inasema naye Roho Mtakatifu akamchukua kwa nguvu akamrudisha. Amemaliza kazi. Sio unaelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka nikwambie ya kwamba kweli una Roho Mtakatifu. Kweli unaongozwa na Roho. Unaomba kama Yesu alivyoingia kuomba. Unafunga kama Yesu alivyoenda kufunga, lakini hii sio kinga ya wewe kutojaribiwa. Watu wengi wameniambia kila mtumishi wa Mungu na yani kwa kweli ile siku nikifunga ndio nikianza maombi nikamwambia sasa hivi ndio vita. Kwa Yesu asifiwe. Hivyo ndio vita pambana. Kwa Yesu asifiwe. Wangapi hapa watajijibu wenyewe, maana najua watu wakifunga na kuomba na kukaa vizuri ndio vita vinasimama ilivyo imara kabisa. Kwa Yesu asifiwe. Hapo ndipo unatakiwa kuendelea. Kwa Yesu asifiwe. Hiyo umesimamishwa ili ujaribiwe. Aliyekuongoza kufunga, aliyekuongoza kwenda kwenye maombi haya, alikuongoza ili ujaribiwe. Lakini nyuma ya hayo majaribu kuna ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachojaribu kuzungumza hapa ni kitu kimoja ambacho wewe unatakiwa unacho makini sana. Angalia katika Luka 4:3 na ule mstari. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu ataishi kwa mkate tu. Jamani, wakati Roho Mtakatifu ananielekeza mahali hapa, aliniambia waambie walokole kanisa kwako. Yeye ndio kwamba mmefunga siku ya siku ya 40. Njaa imekuwa imesimama kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alafu unaisikia sauti ya kwambia badili. Umeshanielewa? Badili. Unasikia kabisa sauti. Sauti kabisa. Na wewe unaamini kabisa hapa mimi nimejazwa na Roho, ninaongozwa na Roho na nimefunga. Na hizi siku 40 sijawaza chochote cha kijinga. Sauti inasema badili iwe hilo kuwa mkate kule mshinde. Wewe unasemaje? Kuna baadhi wanasema Bwana amenena. Haleluya. Haleluya. Amenielekeza kwa habari ya injili ile. Ndiko kutakapotokea mkate wetu kila siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Injili unayosoma wewe sio nyepesi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inaweza ikaja sauti kabisa na ikanena kabisa na ikakwambia imeandikwa, lakini kuwa makini, inanena kama nani. Mimi nakwambia, Bwana Yesu asifiwe. Ninakueleza hii sauti ingetokea kwa baadhi ya walokole, si wajui na wala sikujui, lakini kuna watu wangekama.